Mdogo Makoba, rudisha mchanga upoutoa. Mzee. Naam. Nimefanikiwa kupata mchanga. Lakini wakati narudi njiani nimekutana na changamoto. Njiani nimekuta kitanda kikiwa kimewekwa pembezoni ya njia. Najua kitanda kuna mtoto kalala, kafunikwa shuka jeupe. Nilistuka sana. Hiyo ndio kazi bwana. Lakini hata hivyo usihofu. Hivyo ni vini macho tu. Hivyo ni vini macho tu. Na nilijua kama itakuwa hivyo. Na pia nilitaka nione ujasiri wako. Umefanikiwa lakini? Nimefanikiwa mzee. Mchanga wako. Huu ndo ukiume bwana. Safi sana. Naamini sasa nina kidume. Hiyo ndo kazi. Sawa. Mzee, mimi nakuacha mama. Haya. Sawa basi. Namkumbo. Nguvu hizo mpaze ndaya ni ndogo sana. Na hii vita ni kubwa. Hawezi kupambana. Inabidi ongezewe nguvu ili aweze kupambana kwenye hii vita. Sasa upande wako wa kushoto kwenye kichwa changu kuna shanga. Chimba shimo, chukua hizo shanga na umveshe Zendaya ili aweze kupata nguvu nyingi, aweze kupambana na maadui zake kwa kutetea mali. Naomba uwe nyuma yake kwa ajili ya kumlinda na kumpambania ili uweze kushinda hii vita. Peke yake hawezi. Pole sana ifi yangu kwa huu msiba uliotukuta. Sio wewe tu ndo mwenye huzuni au na raha, hata mimi pia umenigusa. Kwa hiyo siwe na mawazo sana ifi yangu. Haya yote ni maisha tu. Na Mwenyezi Mungu amepanga, hatuwezi kupangua. Kwa hiyo usije ukahuzunika sana, ukajiona kama upo peke yako. Tupo wote ifi yangu. Asante ifi, nashukuru. Kama tuko pamoja mimi nashukuru, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ila wifi mimi napata shida sana. Nakaa na mawazo, sina raha, sina amani. Kakaako Makoba. Yeye ananisumbua kila ninapokaa hapa nyumbani, lazima kila siku aje. Na anapokuja
Anadai eti anataka mali zote ziwe chini yake. Pia anasema eti na mimi pia anilisti. Kila ninavyompinga kumwambia hilo halitawezekana. Hanielewi. Yaani Ifi ananisumbua sana hadi nakosa amani. Pole sana Ifi yangu. Na mimi pia nilikuwa nalijua hilo. Hata mama analijua hili pia. Kwa hiyo usiwaze sana, na sisi hatutakuwa pamoja na yeye kuhusu kuchukua mali zako na kukulisi wewe. Hilo sisi tutalipinga. Hatutakubaliana nalo. Kwa hiyo lisije likakuumiza sana kichwa Ifi yangu. Asante Ifi. Nashukuru sana na nimefurahi kusikia hivyo. Sawa Ifi yangu. Basi ngoja nikuache kwanza nifike nyumbani. Sawa Ifi, karibu sana. Na mtihani mzito sana kakaangu. Mtihani gani dadangu? Yaani kaka, unavyoona mpaka hapa nilipo sijui hatima yangu nini. Hapo unavyoniona sipati usingizi. Silali, sili nikashiba. Kwa sababu ya shemeji yangu. Yaani shemeji yangu amekuja. Nampokea kwa furaha. Nasema amekuja kutuona. Kumbe anakuja anasema eti mali zote ziko chini yake. Pia ananitaka mpaka mimi anirithi. Hivi kaka, inawezekana kweli vitu kama hivyo? Na kila nilivyojaribu kumpinga, namwambia haiwezekani. Ananiambia hapana, mimi sina kauli ya kuzungumza. Kwa kweli yani kakaangu. Dadangu, huu sasa si wakati wa kulia kabisa. Na swala la kusema kwamba wewe uwe mke wake, kama ana uwezo huo akamfufue marehemu kaka yake kule, aje ako wewe ili uendelee kuwa kwenye familia yao. Na masuala ya mali asije akakuchanganya, kwa sababu hizi mali wewe na kaka yake mna watoto mmezaa, zile mali ziko chini ya watoto wake. Sasa yeye anapokuja anaanza kufoka hilo swala alipo. Hapa sasa sio wakati wa kulia dadangu. Mimi nakwambia kweli huwezi kuteseka wewe. Mimi nikiwa niko hai, nina afya njema kabisa namna hii. Afu unateseka dadangu, unaanza kulialia hivyo, hapana. Futa machozi, nyamaza, tamba una kaka yako. Atakutetea kwa kila jambo. Sio, unanielewa vizuri? Futa machozi dadangu, usilie. Kaka, hivi kweli kaka tuko pamoja? Utanisaidia kwenye hili kaka? Nitakusaidia, usijali. Tupo pamoja dadangu, usijali. Usijali. Asante kaka. Sawa. Niliona kama nimetupiwa mzigo mzito kwenye kichwa changu baada ya kufa mume wangu. Usilie. Asante kaka. Makoba, wewe ni mdogo wake na marehemu shemeji yangu. Lakini kwa hiki kitu unachokifanya kwa dadangu, kiukweli kinaniumiza sana. Isitoshe yule ni dadangu kabisa, unajua. Dadangu haiwezekani muda wote yeye awe ni mtu wa kuumia sana. Kosa la dadangu ni kuolewa kwenu au? Kosa la dadangu ni kuwa kwenye familia yenu? Dadangu anakaa ni mtu wa mawazo, ni mtu wa kulia muda wote. Yaani wewe unamtesa, mara unataka hati, mara unamhitaji na hata mwenyewe tu umlisi awe mke wako. Jamani, hizo mila ziko wapi? Makoba, hizo mila ni za zamani. Na sasa hizo mila hazipo kabisa. Hakuna mtu yoyote Mtanzania ambaye mwenye mila kama za kwako. Wewe mbona una mila za kichawi? Au kwenye msiba wa marehemu kaka yako na wewe ulifurahia iwe vile? Au wewe ndio uliosababisha? Mbona unakuwa ni mtu wa ajabu sana? Makoba, wewe ni kijana ambaye ulikuwa mzuri wa kupambania mali zako. Unataka upambane upate mali zako wewe mwenyewe. Sio wa kukaa na kwanza kupambana ili kupata mali za kaka yako. Kaka yako alizaa na dadangu. Wana watoto wale. Haya, unavyotaka kuchukua zile mali, wale watoto wanakaa kwenye maisha gani?
Na wewe mwenyewe ulivyokopo sasa hivi unaanza kuwapa kimuhemuhe. Dadangu muda wote ana kimuhemuhe, hana furaha kabisa yani. Wewe unafikiriza mali ukizichukua wewe atapata mtu yoyote pale? Wala watoto wawili walivyokuwepo pale, kuna mtoto yote ambaye atakayepata mali? Makoba, hicho kitu unachokifanya nakikosea. Japokuwa wewe ni shemeji yangu, lakini hicho kitu nakikosea. Mimi lazima nikwambie ukweli bwana. Umemaliza? Kwanza kinakuasha nini? Kwani unapenda kuingilia mambo ya kuhusu? Wewe ni kama nani? Mpaka unafungua domo lako na kuniambia mimi. Na umpata wapi ujasiri huo? Sikiza nikwambie, wewe ni kama dada yako tu. Wote ni wanawake mmeolewa. Sasa ukifuatilia hili jambo na kusitiza, ukifuatilia hili jambo, nitakuonyesha giza la kuzimu likoje. Na upande wangu wa pili utauona. Sasa sikiza nikwambie kitu kimoja. Sitokubali kwenye hili swala. Lazima nikufyonze pasipofyonzeka. Mpuzi mkubwa, unakuja unaanza kunitishatisha mimi hapa. Zendaya, nguvu niliyokupa ni ndogo sana. Kwa sababu vita ulionayo ni kubwa sana. Maadui wapo wengi sana. Hautaweza kufanikiwa. Leo nataka nikuongezee nguvu ili uweze kupambana kulinda mali za baba yako zisipotee. Lakini katika mapambano hayo hautakuwa peke yako. Na mimi nitakuwa nyuma yako kuhakikisha hizi mali hazipotei kwenda sehemu yoyote. Nyosha mkono wako. Hakikisha siri umwambie mtu yoyote kama nilivyokuambia awali. Hata mama yako usije ukasubutu kumwambia. Umenielewa? Ndiyo. Alafu kingine cha muhimu. Ukiwa na shida yoyote au ukihitaji msaada kutoka kwangu, naomba uite jina langu mara 3. Ita na Mkumbo. Nitakuja kukusaidia na utakuwa salama. Unaweza kuondoka. Sawa. Dimoza, nilikuachia maswali. Nimekuja kufuata majibu yangu. Shemeji, mimi nimekwambia haiwezekani. Mimi siko radhi. Sijalizia. Kwa bado msimamo wako ule ule. Kitu gani kinakufanya mpaka unakuwa msimamo ule ule? Unanipinga mimi? Unapinga amri zangu, si ndio? Sinaongea na wewe. Unapinga amri zangu. Kwa hiyo wewe ni mwanaume, mimi ni mwanamke, si ndio? Kwa hiyo mimi ninachosema mimi, wewe unakipinga. Sasa sikiza nikwambie. Ili swala umemshirikisha na kaka yako ili aweze kukutetea, aweze kukusaidia. Sasa mashetani yangu yangenda ikipanda, nitakuwa wewe pamoja na kaka yako. Wewe utakuwa bi mkubwa, kaka yako atakuwa bi mdogo. Natoka. Nataka majibu yangu.
kwa hili swala analolifanya kaka yako kwa dadangu, kiukweli inaniumiza sana. Haiwezekani kaka yake toka afariki hata 40 haijaisha, lakini kaka yako ni mtu ambaye anadai mirasi, anadai nini, ni mtu wa kumsumbua sana dadangu. Yaani dadangu anakaa ni mtu mmoja ambaye muda wote ni machozi yanamtoka, mpaka mwili wake wote unakosa nuru. Huyo Makoba ni nani? Kwenye familia yenu yeye Makoba ni nani? Makoba analeta vitu vya ajabu, hata sisi kwetu kwenye familia yetu haipo kabisa. Sisi hatuna tamaduni za kwamba eti yeye mdogo wangu akifiwa na mke wake mimi ni mlisi, au kaka yangu akifiwa na mke wake mimi ni mlisi. Hilo swala halipo. Nyinyi kwenye hilo swala kwenye familia yenu hilo likoje? Mbona nyinyi nashindwa kuelewa? So wewe tu Momo. Hata mimi na mama hatujaliafiki hilo jambo. Kuhusu kaka kwenda kumlisi wifi pia na kuchukua mali. Sisi hatupo pamoja na yeye. Sisi tutaungana, mimi, mama, tutaungana kushirikiana na wifi na sio kaka. Sawa. Kama nyinyi wewe na mama yako mko pamoja na dadangu, basi nyinyi kuanzia leo mimi na nyinyi ni ndugu. Manake nyinyi ndio mnaweza kuitafuta furaha ya dadangu na akakaa na akawa mtu mwenye furaha. Sio akawa ni muda wote mtu wa kulialia tu. Dadangu mimi akiwa analialia vile, mimi inaniuma sana. Wewe unajua uchungu wa dada ukoje? Sisi ni ndugu, tumbaki wawili tu. Dada yeye ndo mdogo wake, mimi kaka yake, na mimi ndo dadangu yule namtegemea kama mamangu. Afu leo muda wote anaanza kulia analia kisa Makoba. Yeye Makoba ni nani? Sawa. Kilichobakia tu hapa ni sisi kuungana, kushirikiana, kuzitetea mali. Kaka asizichukue. Manake kaka yangu sio mtu mzuri. Akizichukua kaka hizi mali itakuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo tusije tukaruhusu ili jambo litokee. Basi sawa. Mimi nimekubali kuungana na nyinyi kwa sababu nyinyi ni watu ambao mnaweza mkampatia dadangu furaha. Basi kuanzia leo mimi ni ndugu yenu, tutaungana ili kumsaidia dadangu aweze kupata furaha muda wote. Mkuu. Naam. Ndio mimi mzee. Mzee sasa hizi. Kwema kabisa. Sasa mzee, lile jambo langu mpaka sasa hivi naona bila. Sijaona matokeo yoyote. Yule mama bado anakaza. Na kamwa nirudi. Makoba. Jambo hili zito. Jambo hili sio kama mihogo. Eti unang'oa, unamenya pale au unatafuna. Au sio kama maembe, unakwenda unachuma tu, unakata kisu au unakula pale hata bila kisu. Hili jambo zito, linatakiwa ufundi, linatakiwa maarifa. Leo. Makoba, utoto gani huo bwana? Usiwe kama mtoto bwana. Ndio maana wanasema ngoma ya watoto haikeshi namna hii. Mimi sikufikiri kabisa kama ungekuja kwa siku hii ya leo na kuja kuuliza hivyo. Sio maboga haya bwana. Si unaona ulivyokwenda kuchukua mchanga kule? Yale mambo ambayo ulikuwa unafikiri kitu gani kingine? Sasa jambo hili mwanangu zito. Wewe ushakuwa mtu mzima na ushakuwa mtu mkubwa, sio mtoto mdogo wewe. Mambo haya yanatakiwa utulivu na yanatakiwa maarifa. Basi mzee ina shida basi. Acha mimi niende. Vumilia kidogo. Mimi nipo kazini. Haya. Watu wengine bwana. Ndio kama watoto wadogo vile. Namna gani? Hii haraka namna hii. Wewe Zenda. Hiyo nini umevaa? Si ushanga huo? Kwa nini unapenda kuchukua vitu kuvaa? Umepata hapo ushanga? Mama, ushanga nimeuokota. Kwa hiyo haina shida, nikaamua niuvae. Sasa unaokota tu kitu unavaa. Ukipata matatizo, wewe unajua unaovaa ushanga una maana gani? Au anamaanisha nini? Mbona unataka kuanza tabia za ajabu? Kwa nini unaokota tu vitu unavaa? Kwa nini unafanya hivyo? Sasa ninakwambia, wewe ushanga naomba uvue.
Mimi sitaki matatizo. Haya nilokupo nayo yanatosha. Usinitafutie matatizo mengine. Uvue huo mshanga, sitaki kuuona. Hivyo kaka, una akili kweli wewe? Kwani wewe sasa hivi umevurugwa na nini? Unakunywa pombe, unavuta sigara. Maanake sikuelewe sasa hivi. Kwenda kumsumbua hivi na kutaka mali zake alitafuta na mume wake kwa jasho. Hivyo unajielewa kweli wewe? Umemaliza. Hivyo wewe umpate ujasiri wapi wa kuzungumza maneno mazito kama hayo unakoniambia mimi? Wakati wewe nimekuchambisha mimi mwenyewe mavyo na nimekulea mimi mwenyewe kwenye mikono yangu miwili. Leo hii unafungua kinywa chako na kuongea maneno mazito kama haya. Hivi umepata wapi ujasiri? Sasa nakukomesha mdomo wako. Ufunge haraka sana kabla sijatumia nguvu zangu na kufunga mdomo. Kuhusu swala la mali, wewe hayakuhusu. Wewe ni mtoto wa kike tu. Mimi ndo kichwa cha treni. Kakangu kafariki, mtoto wa kiume nimebaki mimi. Ndo mkubwa. Sasa ili swali ache kama lilivyo. Na ukiendelea kulifuatilia, kitu nitakuja kufanya wewe utajuta katika maisha yako. Sitojua wewe ni ndugu yangu, sitojua wewe ni mdogo wangu. Kama ubaya, ubwela tu. Asa sikiza nikwambie, sio mimi wala sio mama na wala sio ifi. Hakuna mtu yote atakubaliana na neno jambo lako unalolitaka. Na utakuwa peke yako katika upumbavu wako. Hakuna mtu yote atakusapoti. Uwe ni ujinga na ni upumbavu, tafuta mali zako. Tafuta mali zako kwa jasho lako. Nini kwenda kugombania mali za watu ambao wenzako wamehangaika kutafuta kwa jasho? Hivyo unajielewa wanako hapo kibao kwenda kumlisi mke wa marehemu kakako? Hivyo unajielewa wewe? Sikututia aibu tu kwa kwenye familia yetu. Sitaji support ya mtu. Mimi peke yangu kwanza najiweza. Ni jeshi la mtu mmoja. Iwe wewe, iwe mama, wote kaeni kuna ule upande. Lakini kama mjue, wote nitawaangusha. Zile mali zitakuja mikononi mwangu. Mtake, msitake. Hayo ndo maamuzi yangu. Na hakuna mtu yote anaweza kubadilisha maamuzi yangu. Si umeelewa? Usitutishe kwa maneno yako. Binadamu tu upanga, lakini mtekelezaji ni Mungu tu. Na hicho unachokipanga hakitatimia bila idhini yetu, wala idhini ya mama wala ya ifi. Kwa hiyo hayo ni maneno tu. Hutopata mali, hutopata mke. Hayo ni maneno tu ya kujisumbua, hupati kitu. Sasa subiri mvua inyeshe, ndio tutajua wapi kunavuja. Napata shida sana kwa sababu yako wewe. Nimekuja kukuambia mume wangu, nimeona sio vizuri nikae kimya. Nateseka sana kwa ajili yako. Kwani umeniacha? Kwa nini umeniacha mume wangu? Shemeji yangu ananisumbua, mdogo wako ananisumbua sana. Napata mtihani mimi kwa sababu wewe haupo. Ungekuwepo haya yote singekuwepo. Nimekuzoea, natamani kama urudi. Mdogo wako ananisumbua. Eti anasema mali zote ziwe chini yake. Anasema hata mimi anataka anilisie. Ananitesa sana. Kila siku anakuja kunitishia. Mimi na watoto wangu tunaishi hatuna amani kwa sababu yake. Mungu anisaidie.
Mungu nisaidie.